Mangapi miongoni mwa matatizo tunayo sisi, tunataka ushauri kwa watu. Uzuri ulioje ukaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukamwambia akuchagulie kilicho bora kabisa, nayo ni salatul istikhara. Biidhnillah ta'ala wa bitawfiqihi, leo nitakufundisha jinsi ya kusali salatul istikhara. Unajua jinsi gani unasali salatul istikhara? Yani unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuchagulie kilicho bora. Kwa mfano, mwanaume fulani huyu alikuja kuniposa, ni bora kwangu mimi au si bora kwangu mimi? Unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuchagulie yeye, unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Umepanga safari yako lakini unahisi uzito, unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuchagulia, je, hii safari ni kheri kwangu mimi au si kheri kwangu mimi? Jambo la kwanza, utatia udhu kama unaotia udhu wa sala, kisha utaenda kusali rakaa mbili. Rakaa mbili hizo utatia nia kwamba hii ni sala ya istikhara, na inapendekezwa kusali katika ile mida ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anastajib sana dua, usiku wa manane, saa 9. Basi ni mzuri sana muda huapo watu wameshalala, wewe ukaenda kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Utasali rakaa mbili, na inapendekezwa katika rakaa ya mwanzo usome suratul Fatiha na suratul Kafirun, na rakaa ya pili suratul Fatiha na suratul Ikhlas. Utasoma, kisha ukishamaliza utainua mikono na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kama istighfar, kwanza kumuomba msamaha, kwa sababu wewe pengine una dhambi nyingi sana. Unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Unajua hata ukienda sehemu yoyote tayari unataka kumuomba mtu chochote, kama una makosa kwanza lazima utubu, lazima umuombe msamaha yule mtu ili apate kuridhika, si ndio? Mabada Allah subhanahu wa ta'ala, sauzi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utastaghfiru istighfar ambazo unazijua wewe, astaghfirullah astaghfirullah na istighfar nyingine, kisha utaanza kusoma hii dua: Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr, utalitaja hilo jambo mzen. Kama mfano mwanamke tayari utataja hapo, utamtaja huyo mtu. Allahumma in kunta ta'lam anna hadhihi, namtaja huyo mwanamke tayari, au kama mwanaume au kama ni safari utaitaja hapo: Allahumma in kunta ta'lam anna hadha as-safar khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lam annahu, kama mwanaume, kama mwanamke, annaha, kama ni safari, anna as-safar sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al-khayra haythu kana thumma ardini bihi. Kwa hiyo utaomba dua hii kwamba unamuomba Allah subhanahu kwa unyenyekevu kabisa, unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ukishasoma dua hii hapa خلاص, yani utakuwa umeshasali salatul istikhara. Matokeo sasa ya salatul istikhara, lazima wote, unaweza ukaota tayari, unaweza ukahisi tayari, unaweza Allah subhanahu wa ta'ala akakufanyia wepesi katika hilo jambo tayari, mpaka ikafikia hatua pengine umeolewa na mtu fulani. Ukiona mashaka labda ugumu na mazito, basi ujue hapa hakuna khairi yoyote. Je, ukiona kama kuna mashaka kidogo, kuna taraddud, mbona kama bado sijalielewa hili jambo, basi inapendekezwa wewe kuswali tena zaidi mpaka unapoona Allah subhanahu wa ta'ala kashakufanyia wepesi, au umeota au umehisi fahakadha. Kwa hiyo uzuri ulioje kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukamwomba ushauri.